Tatizo la wasiwasi. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu tatizo la wasiwasi, lakini kabla sijaendelea nipende kutoa angalizo kama ilivyo ada yangu kwamba taarifa ambazo nitazitoa hapa ni kwa ajili ya kuelimisha jamii na sio kwa ajili ya matibabu yoyote yale. Kwa kama utakuwa una dalili ambazo zinaonyesha kwamba labda una tatizo la wasiwasi, basi ni vizuri ukamwona daktari au mwanasaikolojia, yeye atakusaidia zaidi. Sasa moja kwa moja tuzungumzie kuhusu tatizo la wasiwasi. Kwanza ifahamike kuwa na wasiwasi ni kitu cha kawaida kabisa na kila binadamu kwa nyakati tofauti tofauti huwa anakuwa na wasiwasi kutokana na jambo ambalo linamkabili au jambo ambalo litamkabili siku za usoni. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida. Kwa mfano wanafunzi anapokuwa na presentation, basi ni kitu cha kawaida kuwa na wasiwasi na ule wasiwasi basi unaweza ukakusaidia kujiandaa vizuri. Lakini tunaposema kwamba mtu ana tatizo la wasiwasi, hii inakuwa ni ile hali ya afya ya akili ambapo inajumuisha kwamba mtu anakuwa na hofu, anakuwa na wasiwasi au taharuki ya kupita kiasi, ambapo hii hali inakuwa ni ya kudumu muda mrefu na pia inaweza ikawa inaathiri uwezo wa mtu kufanya shughuli zake za kila siku. Matatizo ya wasiwasi yapo ya aina nyingi. Wataalamu wameweza kuyagawa katika makundi tofauti tofauti. Na kundi la kwanza ni lile tatizo la wasiwasi la kila siku. Hii aina ni kwamba mtu anakuwa na wasiwasi yani kila siku yeye anakuwa na hofu kwamba kuna jambo linaweza likatokea katika familia au kazini au kwa wapendwa wake, na aina hii ya wasiwasi inamfanya mtu awe anawaza worst case scenarios, yani muda wote anawaza kwamba yani jambo labda hata kwa mfano mtu anaumwa, basi yeye anawaza kwamba mimi nitakufa tu kwa sababu ninaumwa. Kwa kitu kidogo tu yeye anakifanya, yani matokeo yake kwamba anahisi kwamba matokeo yatakuwa makubwa sana. Kwa mfano hata labda anafanya mtihani, kabla hata matokeo hayajafika basi yeye anajihesabu kwamba ameshafeli na hayawezi tena maisha na vitu kama hivyo. Kwa hili ni tatizo ambalo mtu anakuwa nalo kila siku na inaweza ikawa inaathiri maisha yake ya kila siku. Kwa mtu anaweza akawa anachoka kwa sababu muda mwingi anautumia katika kuwa na hofu, anakosa, pia anakuwa na hali ya kushindwa kuzingatia kwenye kazi zake ambazo anafanya. Kama ni mwanafunzi basi anashindwa kufocus darasani, au mtu anaweza pia kuwa na ile hali ya kukosa usingizi kwa sababu muda wote usiku na mchana yeye ana wasiwasi juu ya maisha yake, au ana wasiwasi juu ya watoto wake au familia na vitu kama hivyo. Na aina nyingine ya tatizo la wasiwasi ni tatizo la kuwa na mshtuko wa ghafla ambao unatokana na wasiwasi. Sasa hii huwa inatokea ghafla tu, mtu anaweza anaita panic disorder kwa lugha ya Kiingereza. Yani mtu anaweza akapata shambulio la hofu la ghafla. Yani mtu labda yupo darasani au yuko kazini au yuko katika mkutano au mazingira yoyote yale, kwamba ghafla akashikwa na hofu, na hii ni mbaya kwa sababu mara nyingi huu mshtuko mkubwa wa ghafla wa hofu au wasiwasi huwa unaleta dalili nyingi za mwili, yani ambazo ni physical symptoms au dalili za kimwili ambazo zinaonyesha kwamba mtu anaweza akahisi kwamba amepata shambulio la moyo. Kwa mfano mtu anaweza akawa anapata shida kupumua, au mapigo ya moyo yanaenda mbio sana, anatoka na jasho kila mahali, anapata kizunguzungu au hata anaanguka, lakini pia akili inaganda au anakuwa anahisi kama akili inataka kuruka, au anaweza pia atakaharisha au akapata matatizo mengi, dalili zingine katika mwili wake, na mara nyingi mtu anaweza akafikiri kwamba labda amepata heart attack au ili shambulio la moyo, na anaweza kaenda hospitalini akifikiri kwamba amepata hilo shambulio la moyo, na baadaye kuonyesha kwamba haikuwa shambulio la moyo bali alipata
tatizo la wasiwasi ambalo limeleta mshtuko mkubwa wa ghafla, yani panic disorder. Kwa hiyo hili tatizo linaweza likaja, yani mtu asiwe na dalili kuanzia mwanzoni, ila linaweza likampata tu ghafla bin vu. Tatizo nyingine, aina nyingine ya tatizo la wasiwasi ni kuwa na tatizo la wasiwasi la kijamii. Mtu anashindwa kukaa katika, yani kuingiliana na watu wengine. Kuingiliana na watu wengine kunamfanya apate hofu sana, na hii inatokana na kwamba mtu ana wasiwasi, labda nikiongea mbele za watu au nikikaa mbele za watu watanionaje, au watu wananiona mimi mpumbavu nikiongea, labda ninaloongea halina maana, nitachekwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anakuwa anashindwa kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii, na inaweza ikapelekea kwamba mtu akaamua kujitenga, yani asiwe anajihusisha na shughuli mbalimbali za kijamii. Na kama ni mwanafunzi, basi anakuwa anaepuka maeneo ambayo yako na watu wengi, kwa mfano maeneo ya kula chakula ambao watu wengi wamekaa. Na kama ni mfanyakazi, basi anakuwa labda kwenye kikao akiambiwa aongee, basi anakuwa anashindwa kuongea kwa sababu ya kuwa na hii social anxiety disorder. Kwa hiyo sasa mimi tu kutoa ushauri kuhusiana na huu wasiwasi, kwa mfano wasiwasi wa kujieleza mbele za watu, nitoa ushauri kwa mfano kwa wale ambao wana watoto nyumbani au wale ambao ni wanafunzi, kuanza utaratibu wa kujizoesha kuongea mbele za watu wengine. Hii italeta ujasiri na kuondoa hii tatizo la kuwa na wasiwasi kwenye kuingiliana na watu wengine. Mtu anapotumia muda mwingi peke yake, baadaye inaweza ikamsababishia, mtoto anapotumia muda mwingi peke yake, inaweza ikamsababishia kwamba akapatwa na hili tatizo la wasiwasi wa kijamii. Aina nyingine ya tatizo la wasiwasi ni ile kwamba kuwa na hofu maalum. Kwa mfano mtu mwingine anakuwa anaogopa labda nyoka, hata kama yani swala la nyoka, yani hata ukimtajia jina nyoka, yani tayari anaweza akapata na wasiwasi mkubwa sana. Au labda mtu ana wasiwasi na urefu au kupanda ndege, kupanda gari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu anaona ni bora ajiepushe labda na kupanda ndege, kwa sababu yeye tu ukimtajia swala la kupanda ndege, basi mawazo yake yote yanakuwa yanampelekea kwamba labda ndege itaanguka. Kwa hiyo anakuwa na wasiwasi wa aina hiyo. Lakini tatizo jingine la wasiwasi ni ile wasiwasi wa kuogopa kutengana. Mtu anaogopa kutengana labda na mpenzi wake, au mtoto anakuwa anaogopa kutengana na mzazi wake, na hii inamfanya mtoto au yule mtu ambaye ana hili tatizo la wasiwasi wa kutengana, inafanya kwamba yani asiwe na amani au asiwe na utulivu kwa sababu ya hii hofu. Na hofu nyingine au wasiwasi mwingine ambao unaweza ukampata mtu ni kiwewe ambacho mtu anaweza akakipata baada ya kukumbwa na tukio la aina fulani. Kwa mfano mtu akakumbwa na ajali, labda mtu amepata ajali leo, lakini baada ya miaka mingi bado mtu anaendelea kuwa na wasiwasi kwamba anaweza akapata ajali tena, au labda mtu amepatwa na tatizo la kubakwa, au labda ameshuhudia watu kuuawa. Kwa hiyo sasa unakuta lile tukio linamrudia katika ndoto, au yani akikaa peke yake, basi anakuwa anaona lile tatizo kama linarudia tena. Kwa hii kwa ujumla inaweza ikafanya mtu akakosa amani, akakosa raha, na hata uwezo wake wa kufanya shughuli zake za kila siku ukapungua. Tatizo la wasiwasi mara nyingi inakuwaga kwamba mtu anapata wasiwasi kwa sababu ya yale mawazo ambayo yuko nayo kichwani mwake, na hii inafanana na mwanafalsafa mmoja anaitwa Seneca. Yeye alisema kwamba mara nyingi mtu anateseka zaidi katika mawazo kuliko katika uhalisia. Yani mtu mwenye wasiwasi au watu wenye ili tatizo la wasiwasi ni kwamba
mara nyingi sana anakuwa na tabia ya kuwaza matukio mabaya tu katika maisha yake. Kwa hiyo na akili huwa inashindwa kutofautisha kati ya tukio halisi na lile na tukio ambalo wewe tu kumbe ulikuwa unaliwaza. Kwa hiyo mwili au akili yako ita react kutokana na wazo ambalo umelipatia hata kama sio uhalisia. Kwa hiyo ndio maana mtu anaweza akajikuta kwamba anateseka sana na tatizo la wasiwasi kulingana na mfumo wa mawazo ambao yuko nayo. Sasa vitu gani vinaweza vikasababisha tatizo la wasiwasi? Tatizo la wasiwasi linaweza kawa ni mchanganyiko wa vitu vingi. Inawezekana kutokana na malezi katika familia au kutokana tu na genetics, au inaweza ikatokana na mabadiliko kwenye ubongo wa mtu au matatizo ya kihisia, au mtu anaweza akawa na msongo wa muda mrefu au matukio kwa mfano ya unyanyasaji katika maisha au kumpoteza mtu wa karibu au maisha fulani ambayo yamekupa msongo mkubwa wa muda mrefu. Kwa hiyo lifestyle au mtindo wa maisha pia unaweza ukachangia kwa kiasi kikubwa mtu kupata tatizo la wasiwasi. Dalili kubwa za wasiwasi ni kwamba mtu anapokuwa na tatizo la wasiwasi anakuwa na mawazo ya haraka na kupita kiasi. Yaani mtu yaani akikaa basi anawaza matukio mengi, anakuwa ana mfululizo wa matukio mengi, yaani anaweza ndani ya muda mfupi anaweza akapata mawazo mengi sana katika kichwa chake na kumfanya azidi kuwa na hofu. Lakini dalili zingine ni kuwa na hofu au taharuki isiyokuwa na sababu. Kwa mfano mtu yaani unakuta ana hofu kwa tukio ambalo bado halijatokea, ila tu ana imagine au anavuta picha kwamba inaweza ikawa hivi. Kwa hiyo basi mtu anapata hofu wakati kiuhalisia hilo tatizo bado au hilo tukio bado halijatokea. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba mtu ameteseka bure na mara nyingi kwa hivyo kwamba mtu unateseka bure na tukio likija unakuta limetokea tofauti na vile ambavyo wewe ulivuta picha. Lakini pia dalili nyingine ya tatizo la akili ni kwamba mtu anaweza akawa hawezi kupumzika au kuwa na utulivu. Yaani muda wote yeye ni mtu wa pilika, yaani hawezi kutulia au kusettle down kwa vyovyote vile, yaani hawezi kabisa, kwa sababu muda wote anakuwa na mawazo mengi kichwani mwake ambayo yaani hayampi utulivu. Lakini pia anaweza akawa hawezi kulala usiku, mapigo ya moyo anaweza akawa yanaenda haraka sana, anaweza akawa anatoka jasho, pia anaweza akawa anahisi kwamba atakufa, yaani anapata ile feeling kwamba anapata hisia kwamba naweza nikafa mimi, au anashindwa anahisi kwamba anashindwa kucontrol vitu fulani ambavyo vinaweza vikatokea katika maisha yake. Sasa kiuhalisia ili tatizo likiachwa kwa muda mrefu basi linaweza likakosesha raha ya maisha au likafanya ile quality of life au uzuri wa maisha kupungua kwa sababu ya hofu. Na tiba mojawapo ambazo mtu anaweza akazipata ni tiba za kisaikolojia. Kwa mfano mtu anaweza akasaidiwa kubadilisha namna ya kutizama mambo na namna ya kufikiriana na kukabiliana na changamoto zozote katika maisha ili kupunguza zile hali ambazo zinachochea wasiwasi. Lakini pia kwa mfano tiba ya kuongeza uvumilivu. Kwa mfano kama wewe una hofu ya kuongea mbele za watu, basi anza kidogo kidogo kuongea kwenye kundi dogo. Anza kuongea labda na mtu mmoja au watu wawili au watu watatu. Baadaye hivyo hivyo unaweza kuongea mbele ya watu 5, mbele ya watu 10, na kwa kufanya hivyo maana yake ni kwamba unajijengea uwezo taratibu wa kukabiliana na ile hofu au ile wasiwasi, na baada ya muda
ile hali ya wasiwasi inaweza ikakuondoka. Lakini pia mtu anaweza akatumia dawa za hospitalini ambazo dawa za kuleta utulivu, lakini ikumbuke kwamba hizi dawa mara nyingi zinakuwa zina side effects, na kama ukitaka kujua kuhusu side effects zingine za hizi dawa unaweza ukaangalia video zangu zingine ambazo nimekwisha kuzitengeneza hapo nyuma. Lakini pia kubadilisha aina ya mtindo wa maisha. Kwa mfano, baada ya kukaa muda mwingi peke yako unawaza jinsi mambo yatakavyokuwa, unatengeneza matokeo mabaya, basi tumia ule muda labda kufanya mazoezi, labda kusoma vitabu, kujielimisha, kufanya mazoezi. Kama ni mtu wa dini, basi kutafakari Biblia au kusoma msahafu na kufanya mambo mengine ambayo ni mambo chanya ambayo yanaweza kwa ujumla yakakusaidia. Lakini ujiepushe sana kutumia njia za shortcut kukabiliana na wasiwasi, kwa mfano kunywa pombe au kutumia madawa ya kulevya ili kuweza kuondoa ile hali ya wasiwasi. Hiyo maana yake unaweza ukajikuta umetumbukia kwenye tatizo kubwa zaidi. Basi kwa leo mimi ningependa kuishia hapa. Natumaini umenufaika na hii video. Basi usiache kushare, kulike na kusubscribe. Asanteni sana na kwaheri.